Habari marafiki, osteoporosis au mifupa dhaifu. Hili linakuwa la kawaida sana siku hizi, na moja ya sababu za kawaida za hili ni upungufu wa vitamini D. Habari, mimi ni Dkt. Himanshu Tyagi, mkuu wa upasuaji wa mifupa katika hospitali ya Fortis Delhi NCA. Na leo tutazungumzia kuhusu lishe ya vitamini D. Kwanza kabisa, ni muhimu kuelewa kwa nini vitamini D ni muhimu kwa mifupa imara. Kimsingi, vitamini D ni muhimu kwa kuunganisha kalsiamu kwenye mifupa yetu. Ndiyo maana upungufu wa vitamini D au kalsiamu unaweza kusababisha mifupa dhaifu. Kwa kawaida, tunapozungumzia lishe bora kwa ajili ya vitamini D, ni muhimu kuelewa kwamba si kitu kinachotegemea tu lishe yako. Inapatikana kwa urahisi na kwa wingi pia kupitia mwanga wa jua. Mwanga wa jua kimsingi ni moja ya vyanzo bora vya vitamini D kwa kawaida. Ukiweza kupata dakika 15 hadi 20 za kukaa juani, hiyo ni nzuri sana kwa kukamilisha upungufu wowote wa vitamini D. Muda mzuri zaidi wa kupata mwanga wa jua ni kati ya saa 2 asubuhi hadi saa 5 asubuhi, wakati mwanga wa jua haujakali sana. Lakini jambo muhimu ni kuhakikisha mwanga wa jua unagusa moja kwa moja ngozi yako. Kwa sababu mwanga wa jua unapogusa ngozi yako moja kwa moja, hapo ndipo vitamini D inatengenezwa mwilini. Kwa sababu kama umevaa nguo au mwili wako umefunikwa na mwanga wa jua unaupiga, mwili wako hautazalisha vitamini D. Ili vitamini D itengenezwe mwilini mwako, ni muhimu mwanga wa jua ugusi ngozi yako moja kwa moja. Mbali na mwanga wa jua, kuna vyanzo vingine vingi vya vitamini D pia. Kwa wale wasio vegi, samaki wenye mafuta ni chanzo kizuri sana cha vitamini D. Samaki kama salmon, bangra au sardines ni bora sana kama chanzo cha vitamini D. Hapa India, si kila mtu anakula nyama. Kwa hiyo kwa wale wanaokula mboga tu, vyanzo vya vitamini D ni vichache. Lakini kama unaweza kula mayai, hilo ni chanzo kizuri sana cha vitamini D, hasa kama unaweza kula yai moja au mawili kila siku, hasa ile sehemu ya njano ya yai, hiyo ina vitamini D nyingi sana. Kwa wale wanaokula mboga tu, vyanzo ni vichache sana, lakini uyoga ni chanzo kizuri sana cha vitamini D kwa walaji wa mboga. Hapa India, hasa sasa hivi, tunaanza kutumia bidhaa za maziwa zilizoongezewa vitamini D, ambapo vitamini D ya ziada inaongezwa ili kukidhi mahitaji yako ya kila siku ya vitamini D, kama vile maziwa yaliyoongezwa vitamini D, mtindi, yogurt au jibini, ambavyo vinaongezewa vitamini D ili kuhakikisha unapata kiwango kinachohitajika kila siku. Ni muhimu kuhakikisha kwamba mlo wako una vitamini D ya kutosha, lakini pia unapaswa kuwa na kalsiamu ya kutosha kwenye mlo wako, kwa sababu kalsiamu na vitamini D vinahitajika pamoja ili kujenga mifupa imara. Upungufu wa vitamini D ni wa kawaida sana kwa watu wanaokula mboga tu, hasa kama hupati mwanga wa jua wa kutosha kila siku. Wakati wowote unapokuwa na upungufu, inaweza kusababisha ugonjwa wa mifupa laini, osteoporosis, ambao unaweza kuleta maumivu ya mifupa, uchovu au udhaifu. Hivyo, vitamini D na kalsiamu vinapaswa kutumiwa pamoja. Pia unapaswa kuongeza shughuli zako za nje, kama kuendesha baiskeli ukiwa kwenye jua au kucheza nje, ili ngozi yako ipate mwanga wa jua wa kutosha. Pia, unapocheza au kufanya mazoezi, mifupa yako inakuwa imara zaidi. Kwa hivyo, vitamini D si virutubisho vya lishe pekee, ni sehemu ya mtindo wako wa maisha. Ukiwa kwenye mwanga wa jua, ukila vizuri, ukifanya mazoezi vizuri, unaweza kuweka mifupa yako ikiwa na afya njema na nguvu. Natumaini video hii itakuwa muhimu kwako. Kwa maswali kuhusu vitamini D, osteoporosis, osteoarthritis au matatizo mengine ya mifupa, tuwasiliane mitandaoni. Kila la kheri.